Nitakupenda katika raha na katika shida. Shida inapotokea unamkimbia mwenzako. Hana pesa sasa hivi unamwacha. Maanake pale ulivyokuwa unaongea ulikuwa unamaanisha yale maneno ulikuwa umeyapa uzito. Sasa ukiipa kitu uzito, unakiheshimu, unakithamini, unakipa umuhimu wake. Sasa kuongea kitu ambacho hautegemei kukifanya, unajidhalilisha wewe mwenyewe. Unajua kuna watu ambao wanaweza kwenda mahali akaona upepo fulani unaelekea hivi kwenye kutoa ahadi, akaona hapa nitaonekana mimi ni mnyonge sana, anaamua kutoa ahadi kubwa zaidi ya uwezo wake. Atajiona amepata heshima kwa dakika chache tu zile pale mbele ya wale watu. Akishindwa kutoa ile ahadi aliyosema, anajidhalilisha. Kinachofuata ni aibu. Sasa huna haja ya kufanya maigizo mbele za watu. Ishi uhalisia wako. Kila mtu ana uwezo wake na uwezo unatofautiana. Kwa huna haja ya kufanya maigizo. Sasa ndio hivyo hata kwenye masuala ya ndoa, unapoenda madhabahuni kuapa, unatakiwa ujue kabisa kwamba hiki ni kitu ambacho nimejifungamanisha nacho. Hii ni ndoa ambalo nimejifungamanisha nacho. Lazima niaishi ya maisha halisi. Sawa sawa na kile ambacho umeapa kukifanya. Yaani watu waishi katika viapo ambavyo wamevifanya. Maana wako wanawake ambao hawaipi ndoa uzito na wako wanaume ambao hawaipi ndoa uzito. Wapo kwenye jamii yetu. Na ndio maana Renazoni tupo. Na hawa ambao hawatoi uzito kwenye ndoa zao si kwamba hawajui. Wanajua. Lakini ndio kutokuchukulia vitu uzito na kuvipa umuhimu wake. Na ndio maana Mungu anasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Mwanandoa aheshimu ndoa yake, na yule mwingine wa nje anaona hiyo ndoa aheshimu ndoa huyo mtu mwingine. Yaani ndoa mimi niheshimu ndoa yako Tito na wewe heshimu ndoa yangu. Lakini pia mimi Margaret ninatakiwa kuheshimu ndoa yangu ili na wewe niheshimu. Kwa kwanza mimi nitakavyoheshimu ndoa yangu, nitakavyoithaminisha ndoa yangu, Tito na wewe utaweza kuithaminisha ndoa yangu na kuheshimu. Lakini kama mimi mwenyewe Margaret ninachukulia ndoa yangu poa, hata mtu anje ataichukulia poa. Lakini sasa unaichukulia poa namna gani? Mwenendo wako, njia zako, tabia zako. Kama umeoa basi uonekane umeoa. Mtu ameoa anataka aonekane bado ni chekibobu. Umeolewa unataka bado uonekane ni binti fulani hivi, hujaolewa. Au sio mazingira yako tena. Umetoka kwenye ubachela umeingia kwenye mahusiano ya ndoa mke na mume, basi ishi kama mke, ishi kama mume. Na maadili ya kuwa mke yanajulikana na maadili ya kuwa mume yanajulikana. Na kama huyajui, soma uyajue ili uweze kuyaishi.